Kalia anatuona tumekaaje? Kale gerite jana choba ya Mungu msema. Hebu imagine venye Mungu anatuona tumekaa. Kale gero takinyagi. Watumishi wa Mungu hawa. Kale tuozi watu wake. Yani kale viki hawa. Wazee. Wazee hawa wake ni watu wake. Wamama Mungu si yenu. Yes. Anakuchungulia na kuona umekaaje. Anaangalia nimejaa. Naenda kumwapa tunakuabudu. Anachukulia mikono anaona damu. Unaenda kanisani mnasema anachukulia mikono imejaa damu. Unasema mchare lakini wewe ndio ulipika chakula ile jamaa. Wewe na mimi ambaye mimi nilienda kuua. Kale kiabar. Mimi nilienda kupigana. Kale kiawe kiabar. Na wewe ulipika. Kale konyeko kikwa. Ni nani muuaji kuliko mwingine? Kale ngo borindet kosira ke. Ni nani muuaji kuliko mwingine? Kale ngo ne borindet kosira. Si wote ni sawa? Kale magerge. Sasa nikisema hapa sisi wote ni wauaji, nitakuwa nimefanya makosa? Sisi wote ni wauaji. Ama wase anasema aje? Ama mse niambie tu, nikikosa mniambie nimekosa. Wauaji. Obarik tu. Kesho yani. Sisi wote ni nini? Yes. Hiyo ndio nilikuwa nataka kwanza tujue. Sisi wote hapa we are murderers. Kale jek tulgo gibori. Uko binguni tujaandikwa kwa kitabu ya Biblia. Baka ile wasee hawa watasimama hapa. Waombe msamaha. Mapasta hapa waombe msamaha. Wamama muombe msamaha. Vijana tuombe msamaha. Mungu wa mbinguni atatusikia. Na tutaanza kusikika. Mvua ya amani itakuja. Kula itakuja. Ng'ombe zitakuwa. Watoto wetu watabarikiwa. Lakini kama hatuwezi kuomba msamaha, hata uende kanisa gani, hata uhubiri pale juu umekalia ile mawingu umekalia huko, zero. Molo hii hakuna mtu ameokoka. Hata huyo pastor yako akimkwambia ameokoka mwambie zero. Kama hajatubu ile dhambi alifanya. Kama ile chakula ilipikwa ndani ya kanisa yako. Wewe ni muuaji. Hata ujue Biblia from A to Z. Wewe ni muuaji. Hata ukuwa unaongea na ndimi. Hiyo ndio inaitwa lugha ya wauaji. Mtu akikwambia anajua kuongea na ndimi, mwambie hiyo ndio lugha ya nini? Ya wauaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa hapa unajua wewe uko hapa na wewe si muuaji, inua mkono yako juu. Wewe si muuaji. Huku participate, inua mkono juu. Kuongea ubaya ya Kikuyu. Wewe mami ulichanga pesa. Ukutoa mboga? Apostol, hebu uliza alipiga nduru. Ulipiga nduru? Sasa wewe ulichangia tena. Ulichangia? Kichanga nwe ngoru changi diaziwaje. Uliita Kikuyu bulot? Uliitana? Kikuyu nakuja. Togea vijana. Uliitana? Aliitana? Wewe ni muuaji. Unajua wakala anajua kupiga nduru. Na kuna msemo mwingine anasema huko kwetu huko Mchorwe. Kuna mama alipiga nduru moja peke yake. Kwa sababu kwa kile kimi cha biose takenge nikiwa. Na aliita watu yote. Kale kigurpik tu. Yaani wao cha biose ana kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale losu tie sana. Tunahitaji msaada wa mbinguni. Kale kimakini ga tarete njo. Tunahitaji msamaha. Kale kimakini ga nyoya. Maana Biblia inasema kala mumu Bible katika kitabu ya Second Chronicles kale kitabu tabin 14 nekibwaten ngatutik inasema watu wangu kale kama kule
ambao wameitanishwa na jina langu kale cheki kurta kaine wakitubu dhambi zao kale ingot kolakta temke wakuje kwangu kale akobwa konyu na mimi nitatubu ardhi yao kale anyochiga nitatubu nchi yao nitatibu nchi yao kale asop emenywa. Kwa hivyo tukitubu leo kale erai ningot kesiku hii maeneo yetu ya Rift Valley yote kale ko Rift Valley ni nyon tugul ita change kale ko change nakse maana Mungu ataleta kale walakse amunyo necho. Kwa hivyo hii hapa kale eniyeu alafu niliuliza huyu mzee kale amatebe boyontoni ni pasta hapa kolo pasta eni nikamuuliza Molo hii Molo Stadium kolo atebe nale Molo ni stadium ni kwa nini Molo Stadium iko hapa kolo ala amune sio mi Molo Stadium alafu nikamuuliza jina ya Molo kolo alenji kaine ta Molo ilitoka wapi kolo ale kibunu ano unajua mpaka Kamara ilikuwa Molo kolo ngono lako Kamara ko Molo silikuwa Molo kolo ngono le Molo mpaka ikatembea mpaka Crusade kolo kwa ko kureso mpaka Orenguruon kolo ko ile nguruane mpaka Mao kolo ko Mao yote ilikuwa Molo mpaka Rungai kolo ko Rungai olingo ki Molo. Nikauliza msengine Masai hivi akaniambia jina Molo ni jina ya Kimasai. Ala tebe boyoni Kimasai inde tale Molo ko kainet ne. Nikamuuliza sasa jina hiyo inamaanisha nini? Kolole yani tinda meaning ne bane. Akaniambia ni ugonjwa inaitwa foot and mouth. Kale kolenjon miondan jina Molo. Abaronge no le kibar. Ni ugonjwa ya ng'ombe ya foot and mouth. Maiguti. Maiguti kwa kikale. Maiguti. Hiyo ndio maana ya jina Molo. Maiguti ngore wara. Sasa ugonjwa ya miguu foot ni ugonjwa ya miguu. Foot and kwanza tuanze na foot. Foot ni ugonjwa ya miguu. Na tena ugonjwa ya mdomo. Sasa wacha niwaulize swali. Kale natebe na ganyi ni nini tulikuwa tunatumia nini kwenda kuua? Kale kikibaishe na kibarishe. Kale geliege. Ni nini ilichochea vita? Kale kinani kichochea ni. Kwa hivyo sisi yote tuko na foot and mouth disease. Molo. Amina. Sisi tuko imeita aje? Hiyo ugonjwa na kikale. Maiguti. Maiguti. Kwa hivyo sisi yote tuko na maiguti. Maana tulitumia miguu kuenda nini? Maiguti. Kukimbia huko kuenda kulete vita. Lakini ni nini ilichochea vita? Ni mdomo. Kwa hivyo sisi yote iko na maiguti. Sisi yote tumekuwa tumechanganyikiwa. Kale kiane gigi nami. Kwa hivyo jina. Kale kaine. Jina. Kale kaine. Inaweza kusababisha watu wakuwa wakipigana bila sababu. Kale mucho kwa yai kwa bargebi. Because ni jina inapiganisha sisi. Kale mungaine kone yai. Sasa nataka wazee kale amache boishe wakikale cheba kolenji na wazee wa Kikuyu kale boishe ka na Waluya kale cheba na wale wengine kale kioni. Nilisoma kitabu Jabez, mtu anaitwa Jabez. Alienda kwa Mungu akamwambia hii jina imeniletea shida. Jabez akaambia Mungu nibadilishie jina. Kule unibadilishie jina. Kwa sababu hii jina mahali popote naenda ninapata shida. Kale lawe ndote neno tu. Na Mungu akambadilishia. Kale kuwaljicho bagaine. Kwa hivyo wazee muende mkae chini. Kale boishe kote bimwe. Mjue ni matambiko gani mtafanya. Kale ona ole negi nenyolu. Muondoe foot and mouth. Kale oste ngore chuka. Nyinyi wa Kikuyu kolo kweka kwa muende muangalie ni nini mtafanya muondoe foot and mouth. Kolo negi no aisoste kujoba kuti. Kwa sababu hii lazima iondolewe. Kale sugo stageta. Isipoondolewa bado foot and mouth iko. Kale ngotko magia iko. Itaendelea kupiga watu. Kale tusta kupire bi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lo sino kiptaya. Naye wa kanisa ala kwa hata kanisa iko na foot and mouth. Kale kanisa kwa mi foot and mouth. Kwa sababu hao ndio walikuwa tambia kujeni tuombe. Nakumbuka pastor wa kwetu alituambia vijana, Biblia inasema kale kimwa kole mwa Bible kole lazima ukue na ujasiri. Kale nyalu itindai nyigana te. Ukapigane na adui. Kalo barget akunya. Ninawamugilia mafuta. Kalo rongi mwaita. Waende mkapigane. Kalo kiwako barget. Mumalize maadui. Kalo kibarbunik tukul. Muwaue. Kalo ibar. Alafu
Kele kigele. Na ndio Mungu atakuja. Kale konyo Jehova. Atuambie nimewasamehe. Kala kule karanyo ywa. Na nimebariki nchi yenu. Ala kwa berureme. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nao vijana mkuje hapa nyote. Hawa wazee wakikubali. Wale yambo ishechu. Na hawa mama wakubali. Kala kebyoso chungwan. Na mapasta wakubali. Kala komdoi ngoya. Watubu dhambi zao. Kala kusigoro. Na sisi wote vijana. Kala check kijana. Baada ya wao kutubu tukuje hapa. Kala ako tarja chwa na sisi tutubu. Kala kesigu. Watubariki. Akiberu. Watuambie Kale na Kikuyu. Kala kama ole kokoe One. Kale na Kikuyu. Kala tunge. One. Kala iwagenge. Hata chirichiri akitaka kiti, yes. Mimi nasimama hapo na mchagua kama none. Lakini sitaenda kusema ati hiyo ni Kale. Kabisa. Amobire ubaje jo ile zoko nonge. Mbona la baki kunonge jere. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale lazima tiesa. Wangapi mpaka hapo umesikia raha? Kala tachika kwa kasi kabisa. Wangapi mpaka hapo tumesikia tumebarikiwa? Wale joka ubira kwata. So nataka nipatie Allah machagochi. Huyu pastor. Wale pastor. Huyu ndio ataanza kuongea. Yes. Alafu huyu atarudi kuongea. Alafu turudi kwa wase. Msaidie, endelea. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ilosulot kainetab Jesu. Anayeniona ainue mikono juu. Amatiga napte ut kodo. Sema jioni ya leo Yesu ni mwema. Amati mari miegiptayat. Jina langu ni mchungaji Jenga. Kainutiki kwa chongo kumwoichi. Na mimi ni mkaaji wa hapa Molo. Mengindet nebo Molo yu. Na sio kukaa tu, nilizaliwa hapa Molo. Mengindet kityo kigisikini yuton. Mahali nilizaliwa ni hapa tu, hapa kwa polisi ndani, kuna nyumba ziko hapo. Kigisiki ngoma siyo. Kwa hivyo mimi ni mkaaji wa Molo hapa. Kibare biki kwa mao walikuwa wakizuiwa hapa. Kogigiteje nyuto. Baadaye wanakaguliwa. Chokwani. Wakikaguliwa wale ambao wanaonekana walitoka huko Central bila kibali ambacho kilikuwa kikiitwa passbook. Kigichokwani kotkenyor ni kama tindo kipali nyorchugo nyu. Basi wanarejeshwa kule Central. Kewe tokwa uliba Central. Wale walionekana kama ni waaminifu ama ni watiifu, chegeregele go seita na chekiyoni, walikuwa wakigawiwa wazungu huko mashamba ya huko juu Keringet. Kochoton chikibare chombeg eno lone kama wafanya kazi. Kokibaitine choton. Na babangu akachaguliwa kama mtu mmoja mwaminifu. Kokikilongo kichen nikikiyoni. Akapelekwa shamba ambalo wakati huu ni la Berisoi. Kimut ko Beriseta Berisoi. Na babangu akiwa huko,
komiten kwanda nyin yuton alikuwa kachero wa Mau Mau. Kogi nekindochin Mau Mau. Waliwinda mzungu moja ambaye alikuwa manager huko. Kiribe chumindet niki manager. Na wakamuua. Agobara. Asubuhi hiyo en petunoto subuhi. Washukiwa wa kwanza akawa ni baba yangu mzazi. Chita negina tai kogi kwana nyi. Mwaka wa 57. Engi nyita 57. Yeye aliletwa hapa. Kimut kwenye reo. Pamoja na mamangu akiwa mjamzito. Agamenyin kogi chine nyigisi. Na mzee mwingine anaitwa Njogona Shomba. Askofu na Apoyo tagirigure Njogona Shomba. Sasa mamangu akiwa hapa kwa hii kambi. Kingo miga amenyin en kambi tone. Basi mke wa mzungu aliyekuwa anasimamia hii station ya polisi. Chebiose nikibachu minigi tono jinireo. Akaona huyu mama ni kama atajifungua. Kogir gole iwantot kuchitko chebiosa. Na kwa sababu wazungu wana huruma. Amu chupe kutindoririge. Wakatenganisha mama na baba. Kobesho kwan chebiosa. Mama akapelekwa pale. Kimut chebiosa kogotage. Akapate mtoto. Subuko chitko enioton. Na atuzwe na huyo mke wa mzungu. Kirafiki tu. Chebiosa tapchumiloniga. Na mtoto aliyezaliwa wakati huo ni mimi. Ko chita nigisicha age imetunoton kobastaine. Baadaye kidogo yakingo batanoton around mwaka wa 88. Engenyi tab 88 1988. Na 88 nikaenda Kericho kazi. Kericho kazi. Hapo Buruku njia ya kwenda Kapsaus. Purugion ora na wendi Kapsaus. Na nikasimama kiti ya diwani hapo. Kotono ninende ten kusom gechereti nyoton. Wakati wa Murorongo. Enkasara kinya. Nikachaguliwa. Kelewen. Na baadaye kidogo yegingo bat na Udinga na wengine wakaanza kusema wanataka vyama vingi. Akalakcho. Na nikajiunga na hao. Kiyo mege. Basi na nikafukuzwa Kano. Keona nen Kano. Na nikapoteza kiti. Obet kechere. Nikatoroka nikaja Molo hapa. Omwe winulin onyo Molo reo. Nilipokuja Molo mambo ikaanza ya clashes. Kinonyun Molo reo kona mborie. Na ikaanza kuwa sisi hatuwezi kurudi Central kwa sababu hatujui Central. Kwa kima mugoksege boliba Central amu maginge no lotan. Na ni kweli nimewapa hadithi yangu ya kwamba mimi sijui Central. Hamala mongen oliba Central. Sasa wale watu waliokuja kusema hatutaenda Central tutakufia hapa. Picture magole magmeni Central kibe kiniyu. Mimi nikawa mmoja wa wale walikubali kufia hapa. Ai wagenge ne kamale ongetu agomechi uta. Na nikiwa mchungaji akwagwa ito tapchokoba. Nikasema hiyo mambo ya pastor wacha ikae kando kwanza. Onde tabangoron ngalega pastor. Ikawa mara kwa mara tunakimbilia hapa kwa Berisoi. Kirwa yuba ka Berisoi. Tunaenda paka Gacharage. Kibini baga Charage. Tunatokea paka huko Rangwenda. Kebe baga ulimbo Rangwenda. Na hatukuwa tumebeba Biblia wakati huo. Kima geiboti Bible ingazaraton. Munajua tulikuwa tumebeba nini? Onginoligibo tene metunoton. Wengine tunaenda na hawa wanakufa tunawacha. Ageba agalakpo kubekeba gakte. Wengine tunazika. Kitu balak. Na sisi ile tunapata hatukuwa tukipata kalinjini mingi, hawa ni wakali kidogo kuliko sisi. Kima togi nyoru ne. Lakini ile moja ilibahatika kuingia mkono yetu. Agenge nego kinyoru. Alikuwa anasimamia kama kalinjini 100. Kuwon koginyoru pick up calling chicha. Tunapoambiwa kama tuliua, wengine wetu waliua. Kukiborishe. Kabisa. Kikiborishe ne. Kabisa. Iman. Wengine walihusika na kuchanga pesa ya kununua hizo kisu. Alagu kukikichangian na ni wazuri. Chalpango anaguroto. Hata saa hii ni wazuri sana ukiwaona. Hawaonekani kama ni wauaji mahali. Matogo lebori. Wamama walitubebea visu hata kama ni ya kuchonga viazi. Kibwe chibiuso roto ogotongo waini viazi ni. Unamwambia nilirusha njora ikapotea. Ile kawite kobet. Letea sisi kisu hata kama ni ya kuchonga viazi. Au ne babiazi ni kugigibwe chimetuno. Kwa hivyo nataka kusema hivi nikate hiyo hadithi. Hiyo hadithi itakuwa ya wakati mwingine. Nuno kubabe tutage. Nataka mchukulie jambo hili
kwa uzito sana sana. Uchukulie toba hii kwa uzito kabisa. Wale wazee wa upande wa Kamara hapo na hapa Sirikwa, kama mnakumbuka, tulienda kufanya toba ya kisiasa hapo Highlands. Iliongozwa na Biwot. Ilikuwa na Jenga Karume upande wa Kikuyu. Tukabadilishana ndume. Tukabadilishana ng'ombe ndume. Ati wa Kikuyu watoe ndume yao ipewa Wakalenjin. Wale wakapea sisi ndume yao. Ikachinjwa tukakula pamoja. Na ndio hiyo. Hiyo kitu haikuponya dhambi za Wakikuyu na Wakalenjin dhidi ya hasira za Mungu. Kumbe hiyo ndio iliyobadilisha ikaja kuleta clashes ya 207. Kwa sababu tulikula nyama na kusahau ya kwamba kuna Mungu. Mimi nasema hivi. Wakati wa kutubu, mimi niko tayari. Mungu hupenda wanyenyekevu. Na ni katika kunyenyekea tu itafanya Mungu wetu atusamehe dhambi zetu. Wanasiasa wanafanya handshake, wanakula hizo hamburger huko. Sisi hapa hasara tunabaki kulipa kodi. Mungu wetu atusamehe. Apostle, endelea hivyo. Ni Mungu amekutuma. Mungu wa uzima wabariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa kweli Apostle ametumiwa na Mungu. Ni kwa ajili ya kuponya nchi yetu. Kwa kweli tulihusika kwa upana sana. Tulihusika kwa upana sana. Na Kamara aungesema ninashuka Kamara ovyo ovyo. Yaani wakati unapanda basi huko Nairobi useme nashuka Kamara, unasema uko mbele kidogo. Kamara alikuwa anajulikana kwa mambo ya hiyo vita zaidi. Toka mwaka wa 92 tukiwa vijana wa shule, hiyo ndio ilikuwa vita ya kwanza ambaye sisi sasa ilikuwa vijana ambao walikuwa wa kwanza ambao walikuwa wa shule. Alafu ikakuja hiyo ingine ilifuata. Nikaona kwamba watu wengi waliathirika zaidi. Maana tulikuwa tumeona kweli kama Kikuyu na Kalenjin tulikuwa tumejiona kama ni maadui zaidi. Iko wakati moja yule mama alikuwa amechomewa nyumba. Kuna wakati moja kijana wake ambaye tulisoma akanipigia simu. Hiyo usiku akasema, mbona mnanichomea nyumba na tumekaa pamoja? Nyumba yake ilichomwa nyuma. Kwa hivyo nikaona wakati nimwambia sijui nani anachoma, yani nikamwonea huruma sana. Hata wakati mmoja nikaona kuna mzee mmoja ambaye alikuwa rafiki yangu ambaye alikuwa anaitwa Njoroge, ambaye aliniwaachia kanisa kule Kamara. Wakati alipofukuzwa na akafukuzwa karibu mara 2 hivi. Wakati niliingia hiyo kanisa, Wakalenjin wakakataa hiyo kanisa kabisa mpaka wa leo. Hiyo kanisa baada nila wa Kikuyu. Hiyo kanisa ndio wa Kikuyu.
Kanisa noto kubo kugoi. Na walianza hata kutoa mabati na wakaenda nayo. Kobut akoibe kibatinik en kanisa noto. Lakini hawakujua kwamba kanisa ni kanisa. Maana kole kanisa kobo biik tugul. Sio kanisa, sio nyumba ya mtu. Kanisa ko magotab chi. Kwa hivyo naona kwamba mambo mengi alitendeka kule kwetu. Kia tuguk chechang. Na mtumishi wa Mungu alipoleta hii ujumbe, kongonyo kiboitotab chogobo ngoliondoni. Nikaona kwamba inji yetu na sehemu yetu ya Kamara itapona. Kian egele sobe menyon ako sob Kamara ang Molo. Maana ujumbe ambaye ilikuwa imefichika imeanza kujibuka. Amungolioni gawinya kogo ngonke. Maana ilikuwa watu walikuwa wanaona kwamba kanisa la Kikuyu wanaomba Mungu yao na sisi tunaomba Mungu yetu. Kigere bi kole kanisa ko ter mi kanisa nabo goyi ako mi nabo pick up college. Kama ni Mungu iko Mungu ya Kikuyu na Mungu ya Kalenjin. Kigere kole mi choko nabo goyi ako mi kisasi ambayo inakuja ibinda nuni agibinda renyone watapona na wataona baraka ya Mungu. Kosaptos engainetab Jesu. Na tutaona na hata Mungu atatukubali katika jina la Yesu. Hago yane chogoba agenyoru chamet enene. Ambaye tutakuwa tukihubiri pale kanisani Mungu ataipokea katika jina la Yesu. Hago tingisiku enganisana kutoja kisi sauti kyo. Maana Mungu ataanza kusikia hata sala zetu ambazo tunaomba kule Kamara. Kamara witugul kwa success high. Kwa hivyo tumekubali kuja kunyenyekea pamoja na wazee wetu. Kagian konyoge sugun anan kimingi ngego motoboy shekyo. Ni kwa ajili ya kizazi ambaye